Mheshimiwa Mstahiki Meya, naomba nichukue fursa hii kupitia baraza lako hili kuwanasihi wananchi kudumisha usafi katika maeneo yao kwa kushirikiana na Baraza la Manispaa Mjini katika shughuli za usafi, kusafisha maeneo yao, kutotupa taka ovyo katika misingi ya maji ya mvua kwa lengo la kujiepusha na majanga na mafuriko pamoja na maradhi ya milipuko. Mheshimiwa Mstahiki Meya, Baraza la Manispaa Mjini limeanzishwa kwa mujibu wa sheria nambari 7 mwaka 2014, sheria ya mamlaka za serikali za mitaa, na lina jukumu la kutoa huduma kwa wananchi ikiwemo kutoa huduma za usafi wa mji wa mazingira, kusimamia maeneo ya wazi pamoja na kusimamia kutekeleza mpango mkuu wa mji, kusaidia wajasiriamali wadogo, kuweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara pamoja na kusimamia masuala mtambuka. Mheshimiwa Mstahiki Meya, kwa kipindi cha miezi mitatu Januari hadi Machi kwa mwaka wa fedha 2025/2026, Baraza la Manispaa Mjini lilipanga kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria nambari 7 ya mamlaka ya serikali za mitaa, kuzingatia ilani ya uchaguzi ya CCM 2025-2030, malengo endelevu ya dunia African Agenda 2063, mpango wa maendeleo wa Zanzibar ZADEP na dira ya maendeleo 2020-2050, ambapo utekelezaji huo ulipangwa kupitia programu kuu moja ya usimamizi wa mamlaka za serikali za mitaa ambayo ilitekelezwa kama shughuli zifuatazo. Ya kwanza, kuimarisha ukusanyaji wa mapato na matumizi; 2, kuimarisha usafi wa mji na kufanya mji upendeze; 3, kusimamia maeneo ya wazi; 4, kuweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara wadogo; 5, kusimamia shughuli za uendeshaji wa ofisi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, Baraza la Manispaa Mjini kwa kipindi cha robo ya 3 Januari hadi Machi mwaka wa fedha 2025/2026, baraza lilikadiria kukusanya jumla ya shilingi bilioni 2,074,867,500, ikiwa shilingi milioni 935,942,500 kupitia vyanzo vyake vya ndani na shilingi bilioni 1,138,925,025 ikiwa ni ruzuku kutoka serikali kuu kwa ajili ya mishahara, ambapo hadi kufikia Machi 2026 baraza limefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 1,923,613,182.3 sawa na asilimia 93 ya makadirio ya bajeti. Mchango wa mapato ndani unaonekana katika kiambatanisho nambari 1. Mheshimiwa Mstahiki Meya, Baraza la Manispaa Mjini kwa kipindi cha miezi mitatu limetumia jumla ya shilingi bilioni 1,989,221,280.67 kati ya shilingi bilioni 2,074,867 zilizopangwa sawa na asilimia 95.8 ya makadirio ya matumizi ya miezi mitatu. Kati ya matumizi hayo shilingi bilioni 1,087,278,327.3 ni matumizi ya mishahara na shilingi milioni 900,942,953.37 ni matumizi ya kazi za uendeshaji wa ofisi na usafi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, Baraza la Manispaa Mjini limeendelea kusimamia utekelezaji wa ujenzi wa soko la mboga mboga la Mombasa kwa kushirikiana na mfuko wa hifadhi ya jamii, ambapo ujenzi huo umegharimu jumla ya shilingi bilioni 15,965,107,541.50 hadi kukamilika. Ujenzi wa soko hilo umekamilika na tayari umezinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Aidha, wafanyabiashara tayari wameshapangwa katika maeneo yao na huduma za soko zimeanza kupatikana. Mheshimiwa Mstahiki Meya, baraza limeendelea kuhakikisha uwepo wa mazingira bora kwa wafanyabiashara, ambapo zoezi la kuwasajili na kuwapatia vitambulisho wafanyabiashara wadogo linaendelea na jumla mfanyabiashara mmoja alipatiwa kitambulisho kati ya 7 walioomba, wakiwemo wanawake 6 na mwanamume mmoja. Aidha, wafanyabiashara 6 wanaendelea kukamilisha taratibu na watapatiwa vitambulisho vyao mara tu baada ya kukamilisha utaratibu. Mheshimiwa Mstahiki Meya, katika kuratibu masuala ya kuwawezesha wajasiriamali kiuchumi kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2026, baraza limefanikiwa kuwasilisha jumla ya shilingi milioni 30 katika mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi ZEA. Aidha, baraza linaendelea kutoa taaluma kwa waombaji wapya wa mikopo, ambapo jumla ya vikundi vitatu vikiwemo vya wanawake viwili na kikundi cha vijana kimoja vimekaguliwa kwa ajili ya kupewa mikopo. Mheshimiwa Mstahiki Meya, katika kuhakikisha upatikanaji wa huduma za kiutumishi na utawala, baraza limefanikiwa kuwapatia stahiki mbalimbali waheshimiwa madiwani 30 ikijumuisha malipo ya posho la simu, posho la nauli na vikao na mishahara. Aidha, jumla ya watumishi 55 wakiwemo wanaume 26 na wanawake 29 walienda likizo, ambapo jumla ya watumishi 38 wamepatiwa posho la likizo wakiwemo wanaume 19 na wanawake 19. Aidha, mtumishi mmoja mwanamke amepewa likizo ya uzazi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, mtumishi mmoja mwanamke amestaafu kwa kufikia umri
kisheria, na jumla ya watumishi 21 wakiwemo wanawake 10 na wanaume 11 wamepewa barua ya indhari ya kujiandaa na kustaafu kwa kufikia umri wa miaka 60. Aidha, jumla ya watumishi 6 wakiwemo wanaume 3 na wanawake 3 wamepatiwa posho la ubani na mfanyakazi mmoja mwanamume amefariki. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Sambamba na hilo, watumishi 5 wakiwemo wanawake 4 na mwanamume mmoja wamepatiwa uhamisho na kuendelea na majukumu yao katika taasisi nyingine za umma. Aidha, baraza limefanikiwa kuwakagua watumishi wagonjwa ambao hawawezi kuhudhuria kazini kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao ipasavyo, ambapo baraza imefanikiwa kuwapeleka katika bodi ya madaktari ya uchunguzi wa kiafya kwa ajili ya kuendelea na taratibu za kiutumishi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, katika jitihada za kuwajengea uwezo wa watumishi, baraza linaendelea kuwapatia mafunzo ya muda mrefu watumishi 5 wakiwemo mwanamume mmoja na wanawake 2 katika ngazi ya shahada ya rasilimali watu na mmoja shahada ya kwanza katika fani ya maendeleo ya jamii na mmoja shahada katika fani ya ufundi ya umeme ni mmoja. Vile vile watumishi 7 wamepatiwa mafunzo ya muda mfupi yakiwemo utaratibu wa usimamizi wa vibali 2, uandaaji wa ripoti ya fedha 1, mpango mkakati wa mazingira wa serikali za mitaa 1, mafunzo ya anwani ubunifu wa posta kwa ukuaji jumuishi 1, kutunza kumbukumbu juu ya siri za serikali Trump 1, sambamba na kushiriki mkutano wa mwaka wa wadau wa elimu ya umma kupitia TBC 1. Mheshimiwa Mstahiki Meya, katika kuimarisha huduma za usafi wa mazingira, Baraza la Manispaa linaendelea na zoezi la usafi wa mji katika maeneo mbalimbali kwa kushirikiana na vikundi 17 vya usafi vya shehia na vikundi 7 vya mkataba.